Je, umewahi kusikia binadamu kila mwenzake? Unajua kwamba kuna watu sehemu fulani duniani ambao wana mila za kula mili ya watu? Ndiyo, hii si hadithi ya kutunga. Hii ni historia halisi. Kabla hatujaanza na kuingia undani ili tujue watu ni wakina nani, nikuombe kama bado hujasubscribe kwa hii channel, usubscribe ili uendelee kupata content zetu nzuri za kufurahisha na kuelimisha. Karibu kwenye ardhi isiyofanana na sehemu yoyote duniani, Papua New Guinea. Nchi iliyo mashariki kabisa mwa Indonesia, kaskazini mwa Australia, katikati ya maji makubwa ya Pasifiki. Ni taifa linaloitwa The Last Frontier, mipaka ya mwisho ambayo dunia ya kisasa haijawahi kuigusa kikamilifu. Leo Papua New Guinea ina population ya karibu watu milioni 10 na zaidi ya makabila 800 yenye lugha na tamaduni tofauti. Hii ndio nchi yenye utofauti mkubwa zaidi wa tamaduni duniani. Lakini pamoja na uzuri huo, Papua New Guinea imezungumziwa sana kwa hadithi moja: cannibalism, kula nyama ya binadamu ama nyama za watu. Hii ni kama simulizi ya kutisha, lakini je, kuna ukweli ndani yake? Au ni hadithi zilizopikwa na waandishi na walowezi waliotafuta umaarufu? Hii ni kweli. Kuna makabila yaliyowahi kuhusishwa na cannibalism, lakini ni machache, na kila moja lilikuwa na sababu tofauti kabisa. Kati ya makabila hayo kuna hii inaitwa Fore Tribe. Hawa walikuwa wanafanya mortuary cannibalism, kula miili ya marehemu kama ibada ya heshima. Walikuwa wanakula watu wa familia zao. Mtu wako akifariki, badala ya kumzika, walikuwa wanamkula kabisa. Walikuwa wanaamini hii ni kumpa heshima. Kuna hii kabila nyingine ambayo inaitwa Korowai Tribe, waliowahi kuamini katika nzoka au chawi wa kimila. Hawa walikuwa wanakula nyama za binadamu pia, wakiamini uchawi wao wanaoita Kaukua. Kuna pia baadhi ya cult za kisasa, sio makabila, bali makundi madogo madogo yaliyohusisha imani kali za uchawi. Leo tunachimba hadi ndani ya historia, hadithi na ukweli wa cannibalism katika misitu minene ya Papua New Guinea. Safari hii si ya oga tu, bali ni ya kuelewa utamaduni, imani na siri za moja ya maeneo ya ajabu duniani. Wengi wetu tunaposikia neno cannibalism tunafikiria ukatili, giza na watu wasiokuwa na huruma. Lakini katika kabila la Fore, kula nyama za watu haikuwa ukatili, ilikuwa ni upendo. Fore waliamini kuwa mwili wa mtu aliyekufa haupaswi kuachuliwe na wadudu. Kwao ilikuwa heshima ya kumrudisha marehemu nyumbani kwa kula baadhi ya viungo vyake. Walikuwa hakuli kila mtu wala kila mara. Ilikuwa ibada ama utaratibu, na ishara ya kuwa roho ya mpendwa wao imeungana na familia kwa mara ya mwisho. Lakini desturi hii ileta jambo moja ambalo liligeuza dunia ya Fore milele. Kuna ugonjwa uliwahi tokea, kuru. Huu ni ugonjwa uliofanya watu watetemeke na kutembea kama walevi, na mwisho wake kupoteza maisha. Wanasayansi waligundua kuwa chanzo cha ugonjwa huo ni kula ubongo wa binadamu ambao ulikuwa umeathiriwa na proteini za ajabu zinazoitwa prions. Kutokana na hilo, ibada hii ilisitishwa. Tabia ya kukula nyama za watu ikasimama kabisa. Lakini historia yao ilibaki, na dunia inaendelea kuizungumza hadi sasa. Na katika mashariki ya New Guinea kuna misitu mikubwa inayofanana na Amazon, misitu ambako jua halipiti kwa urahisi. Hapo ndipo makabila ya Korowai yalipata umaarufu, si kwa maboma yao ya juu ya miti, bali kwa hadithi zinazosema kuwa walikula nyama za watu. Korowai walikuwa na imani kuhusu kiumbe kitwacho Kaukua, si kiumbe halisi au mnyama, bali mtu anayedhaniwa kuwa mchawi aliyevaa roho ya giza. Wao waliamini kwamba Kaukua anaweza kuua mtu kimya kimya, kuharibu roho za jamii na kusababisha mauti.
na walipomshuku mtu kuwa kakuua, adhabu yake ilikuwa moja: kifo. Na katika baadhi ya matukio ya kale, nyama yake ililiwa kama adhabu ya kimila. Lakini leo Korowai wengi wanasema haya mambo yalikuwa zamani, sisi hatufanyi tena cannibalism au kula nyama za watu. Wengine wanasema ni hadithi zilizoongezwa chumvi na waandishi wa documentaries, na wengine wanadai hakuna ukweli kabisa. Lakini ukweli upo. Kuna ushahidi kuwa tabia hiyo iliwahi kuwepo, lakini haijulikani kama ilipotea kabisa au wanaficha kutoka kwa wageni. Na hivi karibuni Papua New Guinea ilishuhudia matukio mengine mapya na ya kutisha. Sio makabila ya zamani, bali vikundi vya siri vilivyojihusisha na imani kali za uchawi. Kuna ripoti za watu waliodai kuwa walikamata wachawi, wakawaua, na katika baadhi ya matukio wakala nyama yao kama ishara ya kuvunja nguvu za uchawi. Serikali ilitaja hii kama Rare Criminal Acts, not cultural traditions. Ni uhalifu, si sehemu ya maisha ya Papua New Guinea. Lakini ripoti hizi chache zilitosha kuamsha hofu mpya duniani na kuwasha moto wa hadithi zilizowahi kuwepo. Katika karne ya 19 na 20, waandishi, watalii na walowezi walihitaji hadithi za kuuza kwenye magazeti. Waliandika makala nyingi za kutisha kuhusu Papua New Guinea, wakifanya nchi nzima ionekane kama ardhi ya watu ambao wanakula nyama za watu. Baadhi ya stori zilikuwa kweli, nyingine ziliongezwa chumvi, na nyingine zilitungwa kabisa. Mpaka leo watu wa Papua New Guinea wanasema hatutaki kuitwa cannibals au watu ambao wanakula nyama za watu. Tuna utamaduni, historia na hadithi kubwa zaidi ya hilo. Kwa hivyo, cannibalism ya Papua New Guinea ni nini hasa? Ni mchanganyiko wa historia ya kale, imani za kijadi, makosa ya ukoloni na matukio machache ya kisasa. Sio utamaduni wa leo, sio maisha ya kila siku, na sio sura kamili ya nchi. Lakini misitu ya Papua New Guinea bado imebeba siri nyingi ambazo dunia bado haijazigundua. Hii ilikuwa safari ya ukweli, hadithi na mila zilizofichwa. Karibu kwenye documentary inayokupa macho mapya ya kuchunguza dunia. The Truth About Cannibalism in Papua New Guinea. Hivi una mawazo gani kuhusu kula nyama za watu au hiyo tabia ya watu wa Papua New Guinea? Tupia jibu lako kwenye comment, na usisahau kusubscribe na kushare kipindi hiki kama kimekufurahisha. Share na wengine, na wapenda sana.